Fikiria unakwenda kufanya biashara ugenini, nchi za watu, alafu unaishia kuhukumiwa kunyongwa. Kunyongwa hadi kufa. Imemkuta mshikaji wetu Eric ambaye alikuwa anasafiri kuelekea China kwa ajili ya biashara za dukani kwake Kariakoo. Wakati yupo kwenye ndege anaelekea Guangzhou, pembeni alikuwa yuko na mwanadada anaitwa Sara ambaye kwenye story alijitambulisha kama yeye ni single mother, akiwa na mtoto mchanga amembeba mwenye takriban mwaka mmoja, akiwa bado ananyonya. Walipiga story, walizoeana, wakazungumza, akampa story nyingi. Mojawapo ni kwamba alikuwa ametelekezwa na wanaume wake baada tu ya kugundua yeye ni mjamzito. Jinsi story ilivyokuwa ya kusikitisha, Eric alijikuta analia kwenye ndege kwa kumwonea huruma yule dada. Walishuka wote pamoja Guangzhou, lakini kwenye mazungumzo yao wakati wanaagana Guangzhou, wote walijikuta wana safari nyingine ya pili Vietnam, siku 3 baada ya kukaa pale Guangzhou. Hivyo kila mmoja alichukua hoteli yake na mishe zake. Siku ya 3 walikutana airport na walijikuta kwa bahati nzuri wote wamebook ndege moja kuelekea Vietnam. Wakiwa na furaha na bashasha, wakiingia kwenye ndege. Wakati huo Eric alikuwa na begi tu moja, lasket ya mgongoni. Wakati huo Sara yule binti akiwa amebeba mabegi mawili pamoja na mtoto wake mchanga. Wakiwa kwenye ndege waliendelea kupiga story tena kuelekea Vietnam, wakizungumza hapa na pale, na walijikuta wote wakienda Vietnam kwa vitu tofauti. Walipofika uwanja wa ndege wa Vietnam, wakati wanashuka, Eric ilimjaa huruma kumuona Sara akiwa na mabegi mawili makubwa ambayo alipanda nayo ndani ya ndege, lakini pia na mtoto mchanga. Ikabidi amuombe amsaidie kitu kimoja, aidha begi moja au mtoto. Ndipo Sara alikubali kusaidiwa begi lake moja, tena baada ya kusumbuana kwa muda mrefu, kwa sababu Sara alitaka mabegi yake abebe yeye mwenyewe. Wakati wanashuka, wanaondoka na mabegi, wameenda upande wa uhamiaji. Baada hapo, sehemu ya kusachua mabegi yao, Sara alitangulia mbele, yeye na mtoto, akapita, akaguliwa mabegi yake, akapita, akabaki Eric. Ilipofika zamu ya Eric, akaguliwa begi lake, na baada hapo askari wakamwambia wakae pembeni kwa ajili ya kumkagua zaidi. Ndipo lile begi la Sara ambalo Eric alimsaidia likakutwa na madawa ya kulevya. Ingilikuwa ungefanyaje? Vaa viatu vya Eric. Tukutane kwenye comment. Na kukumbusha, Vietnam, madawa ya kulevya adhabu yake ni kifo.